Hello guys, it's story time. Kuna couple yenye niliona ilivuma mtandaoni panapita kila kimwa. So ilikuwa story ya young people, walikuwa vijana, walikuwa wanapendana wakati walikuwa huko pamoja. And then kaka akasema anapata opportunity ya kwenda kutumika China. So wakati walikuwa mapenzi yao, kabla kaka hajaenda China, alimbebesha mimba udada. Baada ya kumbebesha mimba, akamwambia, so unaona kama nataka kwenda China kutafuta maisha, but sitakuwa able kubakia juu tule mimba. But unaweza ukaweka mimba, mimi naenda China, naenda kutumika, vitu vikiendeka vizuri, nitakuja kuoa na tutalea mtoto wetu. But yenyewe nahitaji, I need your prayer. Nataka uniombee. Dada was like, yes, nitakuombea. Dada naenda maombi ya usiku, dada nasali, dada naomba, magoti yanachubuka, anamwombea ule kaka. In the beginning, kaka alikuwa anatumaga pesa, anatumanaga something like, yeah. Na alikuwa na insist nataka maombi, na mwanamke alikuwa naomba. Until siku moja, baada ya miaka 5, mwanamke ishazaa, amekaa na mtoto, analea, na ule kaka alikuwa stop kutuma kila kitu. And then ule mwanamke akamwambia, mimi naona mapenzi ya distance hayatatumika, so nilikuwa naomba ya mapenzi yaishi. Dada kamuuliza, are you serious? Eti ndio, naona mapenzi yaishe. Just sikiwezekana tafuta wengine bwana uolewe. Mimi naona kama sitakuwa bwana mzuri kwako kwa sasa. Tuviache. Mwanamke anakaa na waza, hivi panapita hiyo miaka yote. Mimi nilimvumilia ukaka, pako watu walinitongoza, pako wenyewe waliniaidia ndoa, niliwakataa, nasema niko na mchumba wangu. And then suddenly anasema hanitaki tena. It's not true. Akamwambia basi kama kuna nafasi kwani nilikukosea niambie, niombe msamaha, but sioni kwenye kuanza ya maisha mapya ya kutafuta tena. And then miaka ishapita. Niko na miaka 30 na mtoto hivi amekuwa. So itakuwaje? Nani atanioa? Nilikataa wanaume, nilikataa bwana, nilikataa kila kitu. Familia yangu ilinishauria kaka yangu, nilikataa. Juu nilikuwa nakupenda. Sasa ni nini tatizo? Niambie kwa kweli. Mwanamke akainsist. Mwanamke akamwambia mimi hakuna chenye ulinikosea, but just naona tu ya mapenzi tuyaweke mwisho yafike yawe yameisha. So then huyu dada akaambia kakake Ulaya, akamwambia nitakupangia nyumba, akampangia nyumba. Dada akaikama ile nyumba yenye kakake alimpangia. Baada ya kuikama ile nyumba yenye kakake alimpangia na kakake anamsaidia, mtoto anaanza kwenda kwa masomo. Baada kama ni miaka mingapi tena kaka karudia. Kaka sasa alikuja akafungua business. Maduka wa furnisero wa China, na yeye biashara inasonga mbele kwao. Afu kaka akasema nataka kuoa, akaonge na mtoto mwanamke. Lakini mtoto mwanamke alikuwa anamlilia, anambia basi lea mtoto wako, kwa namgaramia mtoto wako, anakataa. Mwanamke akajiforce, basi akaenda akaolewa na wengine bwana mwenyewe alikuwa alimwaidia ndoa, akajiforce tu kumwambia unakumbuka wewe kunitongoza, but nilikuwa siko tayari, sijui kama ungali unanipenda, mimi niko tayari kuolewa sasa. Ule bwana akamwambia okay it's fine, wakaoana. Ya hivyo, but haikuwa ndoa nzuri. Yule mwanamke akaamua kuachika juu yule bwana alikuwa anamsimanga kila mara. Akatoka mwili ndoa, kisha yule mwanamke akaenda kuikaa kwake tena, kaka yake akaendelea namlipia. Sasa huyu dada anaona mtoto wake wanamfukuza kwa masomo, mtoto wana minervale, hela ya kula, mtoto wake anasumbuka, na baba yuko na mashopu hivi, baba yuko mjini, baba yuko na mashopu, lakini hajitolei kwenda kumsaidia yule baba. Afu ule baba akaoa, harusi kawa yo pirika kikirika kara. Harusi kafanyika mjini. Ule mama akasema haya ni mambo yenye kaka nafanya, hii mali anazo ni jasho ya maombi yangu mimi. Kwa hasira ule mwana mama juu hiyo siku nasikia mtoto aliumwa, kisha akaenda kumuomba hela, ule bwana akamjibia vibaya, kisha ule mama karudia kwa hasira. Ule dada aliingia mhezi, akachukua kotex yake, akachukua nywele za ule mtoto wake, akazifunga, afu akanuia. Usiku wa manane
Akasema, Mungu, najua nafsi yangu na roho yangu. Nilimpenda huyu kijana na ndo alibeba ujana wangu. Leo ananifanyizia ujinga. Mimi nilisumbuka na mtoto usiku na mchana, nilikataa wanaume, nilishakuwa kicheko na kituko mwa mji. Yeye anaishi maisha yake. Na mimi najua kama yale mafanikio yake ni jasho ya maombi yangu, nilikuwa nafanza mafungo, napanda milima na shuka. Mungu kama upo. Na kama mtoto ni wake, mimi ndo niko nasumbuka naye. Afu yamekaa masikio baridi. Ukamlaani. Zile mali zote zivanish, asifanikishage hata tena maisha yake, na kizazi chake kisiongezage kuproduce mtoto. Mungu wangu nisikie. Kama unakaaga kabisa unasikia. Ule mwanamama usiku wa manane akachukua ile kunuia kwake ile hezi yake, damu ya hezi yake Kokotex na nywele zole mtoto wake, akaweka kazika, akafunika, akashuka, akaenda na machozi yake. Bwana anaishi. Baada ya siku mali zinaanza kuharibika, business zinahoba, kila kitu kinaharibika, kila kitu hakiendeki, hakuna kuzaa. Yeye na ule mwanamama wake wa mpya wa harusi. And then ule dada kaika. Siku moja kwa kumaombi, yule baba akasema, achilia mimi niende basi kiroho. Vitu vilisha, baba anakuwa anakaa kijiweni sasa na yeye. Ule baba akasema, achilia niende kwa maombi. Na akaenda kanisa huko, maombi yamekolea. Pastor akasema, wewe una matatizo yako ni makubwa. Kuna mwanamke ulikoseaga wewe. Wewe ndio mtafute, muombe msamaha, utengeneze na vya kuitafunguka. Una mtoto? Ni naye wa ujana wangu. Okay, nenda mtafute mama mtoto ule. Kuna jambo alifanyaga, kwa sababu ya hasira urudie. Ndo baba kaenda akamtafuta mama mtoto, wakaita radio na televizio, wakaja kuwahoji. Ndio mama mtoto anapana historia, anasema, ni kweli nimenuiaga jili ya mateso, aibu alinitia, miaka nilisubiria, ahadi alinipa, nilikataa wachumba jili yake, kisha yeju kuja kuniambia hawezi akanioa tena, afu anakuja kuongea na mwanamke. Zile mali anazo, mimi nilikuwa naziombea usiku na mchana, afu sikuzibenefit. Njoo maana nilimlaani. Nilifanya kile kitendo cha kuchukua hezi na nywele za mtoto wake, na nikasema hivi na vile. Ndo maana baba anasema wamsamehe. Pastor anasema mama msamehe, nyasira, na yeye atajirudia eko maisha yake aendelee. Mama alilia sana na mtoto wake akalia sana. Mtoto hivi ashakuwa na miaka 13. Lakini baba mtoto alikuwa hagaramegi mtoto mpaka hiyo miaka yote. So hivi viliweka kwa televizio, baba aliomba msamaha, pastor akafanya reconciliation ya familia, but ilikuwa machozi. Funzo linakuja wapi? Vijana nyie ambao mnakaa mnacheza na maisha ya kina dada, mnawapa ahadi za miaka 2, 3, 5, 10, and then at the end of the day mshawapotezea muda na wakati. Muda ndo wakati yene, muda na miaka, and then unakuja kumwambia tu ghafla ngubi naisha. Msicheze na wanawake wanazitiana. Watawalani bure na mtakufa, hamna chochote. Please mwe makini. Tuweke nafasi ule mwanamke leti yake kwa dada yako, ungejishika aje? Tuwe realistic. Kama umpendi mtu, mwambie mapema, usimpotezee muda. Ili ni funzo kwa watu wote. Ilikuwa published, ni habari ya siku nyingi, but I didn't have time kukuja na kuwahadisia. But leo nimesema sheria tunapitishie. Kumbuka, it's real life. Ni maisha na ahadi. Watu wengi ya sasa wa kwetu hatuwagi tunaheshimia ahadi, tunashika vitu vyote rejereje. So ni muda wa kuamka na kujua kama ahadi ni kitu kikubwa na unapaswa kuiheshimu, kwa sababu maisha tunaishi limoja. Okay, bye for now. Mtuambie kama na nyinyi mnajua watu wenye washagafanya vya hivyo.